Bwana Yesu asifiwe sana, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa Pastor Ezekiel Mgonja. Ni furaha yangu tena kukualika rafiki yangu na mpendwa katika kipindi kizuri na cha baraka sana cha kujifunza kwa pamoja neno la Mungu. Acha niombe alafu tuweze kuendelea sasa. Mungu Roho Mtakatifu, ninakushukuru sana kwa wakati mzuri na baraka ambao umetupa kujifunza maneno yako matakatifu. Tufundishe, tuelekeze Bwana, ili mtu huyu akapate kufunguliwa na kuwa mbali na kila vifungo na mateso. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mtumishi wa Mungu na rafiki yangu, leo Mungu amenipa ujumbe, lakini kabla tujaenda kwenye ujumbe, natamani tupate kusoma maandiko kidogo. Kitabu kile cha Ayubu sura 22 mstari wake wa 28 inasema kwamba nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utangazia njia zako. Acha nirudie tena. Nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako. Hapa ndiko napenda tukae sana leo. Kitabu cha Ayubu sura 22 mstari 28. Ujumbe wa leo kama unaandika, andika kanuni za mafanikio. Kanuni za mafanikio. Hakuna mafanikio yoyote ambayo unaona duniani ambayo hayana kanuni. Kama unatamani kufanikiwa, ni lazima ujifunze kufuata kanuni. Usipofuata kanuni hauwezi kufanikiwa. Kwa Mungu akaniambia, kanisa langu, watu wangu wanatamani sana kufanikiwa, lakini wasipotambua kanuni hawawezi kufanikiwa. Mtu ambaye amesoma hesabu anajua ya kwamba usipotambua kanuni huwezi kufanikiwa kufaulu mtihani wa hesabu. Na ndivyo ilivyo kwenye mafanikio. Usipotambua kanuni za kufanikiwa kwako, usipotambua kanuni za mafanikio yako, hauwezi kufanikiwa. Na ndio maana Mungu akaniambia nije kwako kukufundisha leo kwa habari ya kanuni za kufanikiwa. Na anatamani sana tufahamu nini kwanza maana ya mafanikio. Nini maana ya mafanikio? Mafanikio ni matokeo ya lile ulilolikusudia. Mafanikio ni matokeo ya lile ulilokusudia. Ndiko hapa Biblia anasema ya kwamba nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako. Kumbe hakuna mafanikio yoyote yale yasiyokuwa nyuma yake na kusudi ambalo limekusudiwa kwalo. Kwa kile ambacho umekusudia kwacho, utakapoona matokeo kwenye kile ambacho umekusudia kufanya, hapo unaitwa, hicho kinaitwa mafanikio. Kama hautakusudia jambo lolote alafu hilo jambo likatokea kwako, hilo kwako hatuwezi kulita mafanikio. Wakati nasoma nakumbuka advance, nilikuwa na rafiki yangu mmoja ambaye sasa hivi daktari kwenye hospitali ya Muhimbili pale, anaitwa Satumini Shilima, siogopi kumsema. Yule mtumishi wa Mungu tulipokuwa form 5 nakumbuka, tukiwa tuko tusheni pale Mchikichini kwa Shiboi. Tulipotoka pale tukawa tumepata taarifa kwa habari ya matokeo yetu ya Tausa yametoka. Sasa na alikuwa amefanya vizuri sana. Nakumbuka alikuwa amepata 1.6. Alikuwa na A nakumbuka ya physics, alikuwa na B ya biology, alafu alikuwa na C ya chemistry. Alikuwa anasoma PCB. So tukao tunampa hongera kwamba amefanya vizuri na 1 ya 6, na kwa shuleni kwetu yeye ndo alikuwa wa kwanza kwa kombi zote ambazo zilikuwa 8. Kwa hiyo sisi tunampa hongera. Lakini cha ajabu akasema kwamba msinipe hongera, nimefanya vibaya sana. Tukashtuka. Umefanya vibaya? Sisi wenzako wote tunakuona wewe ndo kipanga. Akasema cha kwanza, mimi nilikuwa nataka kupata 1 ya point 3, yani A ya physics, A ya chemistry na A ya biology. Kwa hiyo kwake mafanikio ilikuwa ni kupata 1 ya 3. Lakini cha ajabu akaja kupata 1 ya 6. Kwa 1 ya 6 kwake sio mafanikio. Kwa hiyo jamaa alinifundisha shule kwamba kumbe mafanikio ni matokeo ya kile tulichokikusudia. Unapokusudia kwamba mwakani nipate gari, unapopata gari mwakani kwa muda ambao umeupanga, kwako hayo ni mafanikio. Lakini unapokuja gari alafu kujiandaa wala kukusudia, hayo sio mafanikio. Kwa hiyo mafanikio ni matokeo ya kile ulichokikusudia. Lakini kitu kingine nataka nikufundisha kwa habari ya mafanikio ni nini? Mafanikio ni namna ambavyo mtu amekamilisha kile alichokipanga kwenye maisha yake. Ni namna ambavyo mtu amekikamilisha kile alichokipanga kwenye maisha yake. Changamoto ni kwamba watu wengi leo ni wavivu sana kwenye eneo la kupanga. Ni wavivu sana kukaa chini kwanza kupanga kwa habari ya biashara yake, kwa habari ya ndoa, kwa habari ya masomo, kwa habari ya uzao. Kwa hiyo kinapokuja chochote kwenye maisha yake anaona kama mafanikio. Sikiliza. Kinapokuja kitu ambacho ulikipanga kikakamilika, hayo ndiyo mafanikio yako. Unapoona unafanya vitu vinaenda halafu hujakusudia, hayo sio mafanikio yako. Changamoto ni kwamba watu wengi sana wanahangaika kutoka hapa anaenda pale,
anatafuta mafanikio. Sikiza, mafanikio yanatafuta hivyo, mafanikio yako ndani yako, kila ambacho umekipanda kwenye maisha yako halafu kikatimia, hayo ndiyo mafanikio yako. Usipopanga vitu vikatokea, hayo hatuwezi kuyaita kuwa ni mafanikio yako. Sasa leo natamani ujue kwamba kwenye kanuni kuna aina mbili za kanuni kwenye eneo la mafanikio. Kuna kanuni za rohoni na kuna kanuni za mwili. Rejea nyuma kidogo, nimesema ya kwamba hakuna mafanikio pasipokuwa na kanuni. Kama unatamani kufanikiwa, ni lazima ujifunze kufuata kanuni za mafanikio yako. Sasa kwenye kanuni kuna kanuni za aina mbili. Kuna kanuni za rohoni na kuna kanuni za mwilini. Kuna kanuni za rohoni na kuna kanuni za mwilini. Sasa kanuni za rohoni, nataka uende haraka sana na mimi pale kitabu kile cha waraka wa Yohana, waraka wa 3 wa Yohana, sura yake ya 1 ule mstari wake wa 2. Biblia inasema ya kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Sikiliza, anaandika Yohana, mtumishi wa Mungu, anasema sikiliza, mpenzi, ufanikiwe katika mambo yako yote na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Hapa anazungumza vizuri, anasema kwamba sikiliza mpenzi, sikiliza rafiki yangu Gayo, matokeo ya mafanikio yako lazima yaanzie kwanza rohoni. Roho yako inapofanikiwa ndio tutaona nje mafanikio kwenye maisha yako. Kwa mafanikio ya mtu yote ambaye unamuona lazima yaanzie ndani kwanza. Mafanikio yako ya ndani yatafunua kanuni za ndani. Ukizifanikiwa kuzifuata, utafanikiwa sana nje. Jambo lolote ambalo unaliona kwenye macho ya nyama limeanzia kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Mambo yote ambayo unayaona kwenye ulimwengu yanaonekana yameanzia kwenye ulimwengu usioonekana. Ukifanikiwa kwenye ulimwengu usioonekana, utafanikiwa sana kwenye ulimwengu unaoonekana. Ukistawi sana kwenye ulimwengu usioonekana, utastawi sana kwenye ulimwengu unaoonekana. Na hapa leo tutajifunza kanuni chache za ulimwengu wa roho, lakini kanuni pia za kimwili. Kanuni za kimwili tunakuja kuona kwenye kitabu cha Mathayo ile sura yake ya 5. Mathayo sura yake ya 5, tuende kwa haraka sana, mstari wake 45. Mathayo 5:45 ile B. Anasema hivi, B kwa haraka sana. Anasema maana yeye huangazia jua lake waovu na wema. Alafu anasema huonyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Kumbe ni kwamba kuna kanuni ambazo tukifanikiwa kuzifuata, iwe umeokoka, iwe hujaokoka, iwe mpagani, unaenda kanisani, iwe unaabudu mizimu, kuna kanuni za kimwili, kanuni za kawaida ambazo ukifanikiwa kuzifuata, ukifanikiwa kuzitambua, ukazifuata, utafanikiwa sana kwenye maisha yako. Na hapa ndiko anasema kwamba Mungu anaonyeshea mvua wenye haki kwa wasio haki, lakini jua lake la haki, jua lake linawaangazia waovu kwa wema. Kumbe hizi ni kanuni. Na ndio maana analima pale mpagani, analima pale lokoka, na wote wanavuna. Kwa sababu gani? Mungu ananyeshea mvua watu wote. Anyeshi mvua hapa kwa watu wema, afu kwa bana chapana. Mungu anafanya hivyo kwa watu wote. Sasa natamani tuanze kuangalia hapa. Kanuni za kiroho. Kanuni za kiroho. Zipo kanuni za kiroho ambazo kanuni hizi ukizifuata utafanikiwa sana kwenye maisha yako. Kanuni ya kwanza kabisa ni lazima uwe na mahusiano mazuri na Mungu wako. Ni lazima uwe na mahusiano mazuri sana na Mungu wako. Kitabu kile cha Zaburi ya 1 ile mstari wa 3, anasema mstari wa 1 mpaka wa 3. Acha nisome vizuri hapa. Tamani tuende kwa maandiko upate kuelewa. Zaburi ya 1 ule mstari wake wa 1 mpaka wa 3. Anasema hivi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Alafu anasema hivi: bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Mstari wa 3 ndio naupenda sana. Anasema hivi: naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake. Mwishoni anasema hivi: wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sikiliza, zipo kanuni za mafanikio ambazo ni kanuni za roho. Kanuni ya kwanza ambayo ni kubwa kuliko zote ni lazima uwe na mahusiano mazuri na Mungu wako. Daudi anamfananisha mtu mwenye mahusiano mazuri na Mungu wake kama
mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Mti ambao umepandwa kando kando ya vijito vya maji. Mti huu, jambo la kwanza kabisa, anasema ya kwamba huu mti unazaa matunda kwa majira yake. Lakini mti haunyauki kwa sababu gani? Umekaa karibu na chanzo cha maji, ambacho chanzo hiki hakikauki 24 hours. Kwenye majira yote maji yapo. Kwa huyu mtu ambaye ana mahusiano mazuri na Mungu wake, anafananishwa na mtu uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Lakini anamaliza sema hivi, kila alitendalo litafanikiwa. Kumbe ili ufanikiwe kwenye maisha yako, ni lazima uwe na mahusiano mazuri na Mungu wako. Unapokuwa na mahusiano mazuri na Mungu wako, hapo utafanikiwa sana kwenye maisha yako. Kama unatamani kumiliki majumba, iwe ni magari, iwe na uzao, upate kazi nzuri, uwe na huduma kubwa ya baraka, lazima uwe na mahusiano mazuri na Mungu wako. Kwa sababu asili ya mafanikio yetu iko ndani ya mahusiano yetu na Mungu wetu. Mahusiano yetu na Mungu wetu ndiyo siri ya kufanikiwa kwetu. Mafanikio mwanadamu yamefungwa kwenye mahusiano yake na Mungu wake. Unapoona mtu hajaokoka, aende kanisani, aende msikitini na anafanikiwa, unajua kuna mahali kuna Mungu wake. Huenda ni kwenye mizimu, ana mahusiano mazuri naye. Wewe ambaye unatamani kufanikiwa, lazima ujifunze kuwa na mahusiano mazuri na Mungu wako. Na kwenye eneo la mafanikio, nikueleze vizuri, kuna mafanikio ya kiungu na kuna mafanikio ya kipepo. Hapa naweka vizuri. Kuna mafanikio ambayo chanzo chake ni Mungu, hayo ni mafanikio ya kiungu. Lakini kuna mafanikio ambayo chanzo chake sio Mungu, hayo ni mafanikio ya kipepo. Na unaweza kufanikiwa kote kote, ukawa na magari, ukawa na nyumba, kote kote kwa Mungu na kwa shetani, ukawa na mafanikio. Lakini kuna tofauti ya mafanikio ya Mungu na mafanikio ya kipepo. Jambo la kwanza kabisa, mafanikio ya kimungu au baraka za kimungu hazina majuto, ila baraka au mafanikio ya kipepo yana majuto. Kwa hiyo ujifunze sana. Kule unaweza ukaenda ukapata mafanikio, lakini mafanikio yana majuto. Ndio wale unaambiwa mtoe mama yako, mtoe mtoto wako, mtoe mke wako. Baadaye unaendesha gari, una majumba, unalala sehemu nzuri, lakini yana majuto haya mafanikio. Kwa mafanikio ya Mungu hayana majuto, lakini pia mafanikio ya kiungu yanadumu. Mafanikio haya ya kawaida ya kipepo ya kishetani hayadumu, lakini mafanikio ya Mungu yanadumu. Kuna watu mimi nimewaona wanaendesha magari kwa macho yangu. Nimeona watu wanamiliki majumba, lakini ghafla kuna masharti yamekosea, anaanza anarudi upya na kuwa maskini. Nimeona kwenye maisha yangu wakati nikiwa anakaa Tandika kwa babu yangu Mzee Peter, nimeona pale kwa jirani yake mmoja alikuwa tajiri mkubwa, lakini alikuwa anatembea pekupeku na ana magari, lakini hawezi kutembea na ndao, anatembea pekupeku. Amepewa masharti yake, lakini halali kwenye mto wala kwenye godoro wala kwenye kitanda, analala chini sakafuni, maana ndo masharti amepewa. Ili awe tajiri lazima afanye hivyo. Mafanikio yake yana majuto sana. Kwa kama unatamani kuwa na mafanikio ya baraka ambao hutajutia ya mafanikio, ni lazima uwe na mahusiano mazuri na Mungu wako. Lakini kanuni ya pili ya kiroho, ili uweze kufanikiwa sana, wekeza kwenye ufalme wa Mungu. Wekeza kwenye ufalme wa Mungu. Kitabu kile cha Wagalatia ile sura yake ya 6 ule mstari wa 7, Biblia inasema kwamba msidanganyike, Mungu adhihakimu. Anamalizia sema hivi, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kama unatamani kufanikiwa sana kwenye maisha yako, jifunze kuwekeza kwenye ufalme wa Mungu. Tafuta mahali ambako unaona unaweza kuwekeza. Kama ni kanisani kwako, wekeza. Kama ni madhabahuni, kuna vitu vingi siku hizi vya kufanya. Kuna mikutano ya injili, support wahubiri wanavyoenda kuhubiri mikutano ya injili. Kama una mzigo wa kununua vyombo vya injili, kununua unampa mtumishi wa Mungu wa kuhubiri, nunua vyombo vya injili. Pale kanisani kwako kuna ujenzi, wekeza kwenye ujenzi. Kanisani kwako pale unasikia mchungaji anasema jamani tunalambia kununua viti vya kanisa, nunua viti vya kanisa. Wekeza. Kwa kadri ambavyo unawekeza kwenye ufalme wa Mungu, ndivyo unavyojipandia baraka zako. Na vile sema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Vile unapanda kwenye ufalme wa Mungu, ndivyo utakuja kuvuna kwenye maisha yako. Unavyopanda sana kwa Mungu, ndivyo ambavyo utakuja kuvuna kwenye maisha yako. Leo tuna changamoto, watu wengi wanatamani kubarikiwa, wanatamani kufanikiwa, lakini ni wavivu sana kuwekeza kwenye ufalme wa Mungu. Nataka nikwambia kwamba kama unatamani kubarikiwa, jifunze kuwekeza kwenye ufalme wa Mungu. Kuna watumishi wa Mungu wanahubiri wengi sana. Sikiliza,
Sisi ambao tunahubiri mnatuona hapa, tumeyatoa maisha yetu kwa ajili ya kuhubiri Injili. Mimi nimeacha professional yangu, mimi nimesoma engineering. Sijawahi kugusa hata 100 ya mshahara kwenye kazi ambayo Mungu alinituma nikasome kule. Nimesoma miaka na miaka hapa na professional yangu kichwani engineering, lakini sijaifanyia kazi Mungu akaniita. Kwa sisi ambao tumejitoa, tumejidhabihu, unaweza kusema mtumishi, natamani kuhubiri pamoja na wewe. Unatuma sadaka. Vile ambavyo unawekeza kwenye ufalme wa Mungu, ndivyo Mungu anafanya kwako. Na sio lazima kuwekeza kwetu. Ukasema mtumishi anataka pesa, hapana. Kuna sehemu nyingine unaweza kuona kuna yatima, kuna wajane, kuna wasiojiweza. Nenda kawekeze kwako. Fanya hivyo. Kuna wachungaji wako vijijini huko hapo ndani wana hali ngumu. Unaweza kuwekeza kwao. Kwa tafuta mahali pa kuwekeza. Vile unawekeza kwenye ufalme wa Mungu, nataka nikwambie utaona baraka nyingi sana kwenye maisha yako. Nilikuwa napewa shuhuda na mtumishi mmoja wa Mungu. Mwanafunzi anasoma pale UDSI. Yuko UDSI. Na mwaka huu anamaliza, yuko mwaka wa 3. Yule kijana, yeye ni mwanafunzi. Lakini yule kijana ukimwambia mambo ya Mungu anatoa kuliko maelezo. Mimi huwa sihitaji kumpigia simu nikiwa na uhitaji wa jambo lolote la kufanya kwenye ufalme wa Mungu ambao ninataka pesa. Na mtumega tu message yangu moja. Naambia kuna 1, 2, 3 kwa ajili ya kiasi fulani. Anasema mchungaji nitume kwenye namba. Ndio neno lake anatuma. Yule mtu wa Mungu marafiki zake huwa hawamuelewi. Cha kwanza alisomaji sana. Darasani anadonyoa, lakini GPA hajawahi kushuka GPA 4.5. Mpaka siku anaonyesha marafiki zake wanashangaa. Wanasema kwenye discussion hatukuoni, kusoma hatukuoni, lakini wewe jamaa mbona unafaulu sana? Akamwambia siri ya kufanikiwa wangu kwenye eneo la shule ni kwa sababu natoa sana, nawekeza sana kwenye ufalme wa Mungu. Kwa kama unatamani kubarikiwa, kama unatamani kufanikiwa katika eneo lolote lile la maisha yako, nataka nikwambie kwamba wekeza kwenye ufalme wa Mungu. Lakini kanuni ya 3 ya ulimwengu wa roho, nitaongea 3 tu. Kanuni ya 3 ambayo itakufanya ufanikiwe sana, kuwa mwaminifu kwenye mambo ya Mungu. Kuwa mwaminifu kwenye mambo ya Mungu. Kitabu kile cha Luka ile sura yake ya 16, ngoja nisome kwa haraka sana hapa. Luka ile sura yake ya 16, ule mstari wake wa 10 pale. Luka 16:10 vinasema kwamba aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lile dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Sikiliza, ili Mungu aweze kukuamini katika mambo makubwa, anakupima kwenye mambo madogo madogo kwanza. Kipimo cha kuaminiwa kwenye mambo makubwa ni uaminifu wako kwenye mambo madogo. Kama unatamani kuona baraka na kufanikiwa kwenye maisha yako, anza kwanza kuwa mwaminifu kwenye mambo ya Mungu. Kuwa mwaminifu kwenye ibada. Nenda kuwa mwaminifu kwenye ibada. Utaona Mungu. Kuwa mwaminifu kwenye ibada. Jambo lote lile ambalo ni la Mungu, kuwa mwaminifu kwake. Kwenye eneo la kutoa, kuwa mwaminifu. Kuwa ibadani, wahi ibadani. Usichelewe kanisani, wahi. Kuna wenzetu upande wa pili, na wapenda sana wale watu kwa sababu ni waaminifu. Inapofika muda wao wa swala, huwezi kumuona anakaa kwenye biashara, anakimbia mchaka anaenda kwenye swala. Ni mwaminifu kwenye mambo yake. Nataka nikwambia kwamba hata wale ambao wanafanikiwa kwenye upande wa giza ni waaminifu sana, wanatii masharti yale ambao wanaambiwa na waganga na watu wao. Anaambiwa ukifika kwenye biashara pasua nazi 2, fanya hiki na hiki, anafanya hivyo. Na akikosea masharti, akishindwa kuwa mwaminifu kwenye masharti ambayo amepewa, hafanikiwi, kwa sababu mafanikio yake yamebebwa kwenye uaminifu. Jifunze kuwa mwaminifu kwenye mambo ya Mungu kwenye maisha yako. Lolote lile ambalo unalifanya, iwe ni kwenye kwaya, iwe ni kwenye praise, iwe ni kwenye huduma yote ambayo unaifanya, kuwa mwaminifu sana kwa Mungu. Nataka nikwambie kwamba kuwa mwaminifu hata pale kazini wako, kuwa mwaminifu. Ukifanya hivyo utastawi sana, utabarikiwa sana kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Sasa niende kwenye kanuni ambazo ni kanuni za kimwili, ambazo kanuni hizi kila mtu akizifanya atafanikiwa. Kuna kanuni ya kwanza ni kanuni ya kiroho. Ukifanikiwa rohoni, ukaja kufanikiwa kwenye kanuni za mwilini, nataka nikwambie tuna miaka michache sana tutakuhesabia kukuona kwenye mahali fulani na baraka sana. Nianze na kanuni ya kwanza kabisa ya kimwili. Ni gundua au tambua kile unachoweza kukifanya au kile ulichonacho. Nirudie tena. Gundua au tambua kile ulichonacho ndani yako. Usipotambua kile ulichonacho, usipojua kile ulichonacho, kufanikiwa utatumia muda mwingi au usifanikiwe kabisa mpaka unakufa kwenye maisha yako. Kitabu cha Kutoka ile sura yake ya 4, ile mstari wa 2. Kutoka 4:2 kuna kitu natamani ujifunze hapa. Kutoka 4:2.
Nikasema hivi, Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Akasema, nina fimbo. Ni fimbo. Mungu anamuuliza Musa. Sio kwamba Mungu aone Musa ana nini. Mungu anaona Musa ana nini, lakini Mungu anamuuliza Musa, rafiki yangu, una nini mkononi mwako? Maana Mungu alikuwa anataka Musa atambue kile alichokibeba, kile alichonacho, kwamba kinaweza kufanya chochote, kikabadilisha maisha yake. Anamuuliza, wewe mwanangu, una nini mkononi? Anasema, hapa nina fimbo mkononi mwangu. Ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako, tambua kile ulichonacho. Discover, tambua kile ambacho unacho. Kuna wengine Mungu amewapa neema kwenye eneo la biashara. Tambua mapema eneo lako la biashara. Ukitambua hapo, utafanikiwa sana kwenye maisha yako. Hapa kanisani kwetu Mzumbe tuna shuhuda na watu wengi sana. Naomba nitoe shuhuda mtu mmoja. Siwezi kumtaja jina lake kwa ajili ya kumhifadhi, maana watu wanaweza kaanza kumtafuta kuomba taira, maana watu siku hizi ni wajabu sana. Ni kijana mdogo, of course siwezi kuita mtu mzima, ni kijana mdogo. Yeye alikuwa amesoma kwa habari ya walimu na mke wake amesoma kwenye walimu, na wote wanafanya kazi. Lakini walipoendelea kufanya kazi, walikuwa pia wamewekeza kwenye biashara ya hardware. Lakini yule mwanaume akawa anaona, mbona nafanikiwa sana huko? Inapofanya kazi kwenye eneo la hardware, mbona kuna mafanikio? Yeye akaamua kuacha kazi, akawekeza nguvu kwenye biashara. Alipofanya hivyo, akaona anazidi kupata matokeo. Akasema, kwa nini sasa mke wangu anafanya kule kazi, alafu tunachokipata huku, unaona akija kuwekeza nguvu huku tutapata zaidi ya kile ambacho anakipata. Kwa hiyo wao wakafanya maamuzi wote wawili kuacha kazi na kwenda kwenye biashara. Na nataka nikwambie, Mungu amewabariki kuliko kawaida. Sasa hivi wanabadilisha magari, wamejenga nyumba yao, wana duka kubwa, wana stock kubwa. Yaani ukifika pale, ndugu yangu, unaweza kujua watu wana miaka na miaka. Lakini kumbe ni jambo ambalo wao walitambua kwamba sisi eneo letu ambalo tumeitiwa, tukiwekeza nguvu kwenye biashara tutaona matokeo. Kwa tambua kile ambacho umekibeba. Mimi binafsi Mungu alishasema na mimi, na alitoa unabii kabla sijazaliwa kwenye eneo la utumishi. Na kwa Mungu akaniambia mapema kwamba eneo lako wewe ni utumishi. Nilipowekeza nguvu nimeona matokeo. Na nazidi kumwomba Bwana nizidi kuona matokeo. Kwa kama unatamani kufanikiwa, tambua kile ambacho unakifanya. Wewe mfano una huduma, tambua huduma yako ni wapi Mungu amekuitia. Kama ni kuimba, kama ni kwaya, kama si ni huduma, yaani kokote pale, tambua ambacho umekibeba ndani yako. Ukifanya hivyo utafanikiwa sana katika jina la Yesu. Lakini cha pili ambacho natamani utambue, kanuni ya pili, kuwa na maono au na malengo. Ili uweze kufanikiwa, ni lazima uwe na malengo. Shida ya watu wengi hawana malengo, hawana maono, wanajiendelea tu. Yaani akiamka atakachokutana nacho sawa. Usiku ni mali kume. Zama, jua limezama, anazama na yeye hivyo. Jua limekucha na anakucha. Hajui, ukimwambia umembe miaka 2 ijayo unatamani kuwa wapi? Biashara yako imefikia wapi? Hajui. Wewe mtu wa namna huwezi kufanikiwa. Tusome kitabu kile cha Mithali sura yake 29. Mithali pale 29. Mithali 29, mstari wa 18. Mithali 29:18 inasema hivi. Mithali 29:18, kuna kitu natamani ujifunze hapa. Mithali 19:28. Inasema kwamba pasipo maono, nisema vizuri Biblia, watu huacha kujizuia. Ishie tu hapo. Pasipo maono, watu huacha kujizuia. Maono yana tabia kumtengenezea mtu nidhamu. Kwamba hiki nifanye, hiki nisifanye. Wapi niende, wapi nisiende. Kinakutengenezea hata nidhamu yako ya pesa, nidhamu yako ya muda, nidhamu ya watu gani ukae nao, watu gani usikae nao. Usipokuwa na maono, hutafanikiwa. Kwa sababu maono ni picha. Maono ni picha ya kule ambako unaelekea. Ukishakuwa na picha kule ambako unaelekea, utakuwa selective na marafiki, utakuwa selective na mahali pa kukaa, utakuwa selective ya kitu gani nifanye, kitu gani nisifanye. Ila usipokuwa na picha ya kule unakoelekea, my friend, I'm telling you, hautafika mbali kwenye maisha yako. Kwa lazima uwe na picha ulionayo.